Hakika nimejua jina langu la Andrea katika mila ya Wakikuyu Amri. Hawa naambia wakulimani Mungu ananiita sasa Amri. Nimeshukuru sana na baraza nimenifikiria. Niliuliza huyu anaitwa mchungaji. Huyu tuko naye anakuja kusoma. Acha tusikilize leo kwanza na yeye. Nashukuru kadri Mungu alivyowajalia. Ya pili, hakika nilipotoka huko mimi nilishatumika fasi mingi. Nimetumika katika makanisa ya Burundi. Nilienda niko nasaidia mambo mamoja. Na hapa kweli Kenya. Na hapo nilishatumika wiki mbili kanisa moja na kule Nairobi. Bwana asifiwe. Amen. Na leo Bwana anapenda nizungumzie hii habari. Andiko mlisikia ni kwa Wathesalonike wa kwanza sura 3 mstari yake ya 10. Ni pale ndio kwenye tutatafakari. Ni pale ndio tutatafakari. Japo kuwa walisoma nitasoma tena ili nipate kuwazungumzia kirefu. Ni Wathesalonike wa kwanza sura 3 mstari yake ya 10. Ni hiyo tutatafakari pamoja. Nasoma kwa jina la Yesu. Amen. Usiku na mchana tunapoomba kwa juhudi tupate kuwaona nyuso zenu na kuyatengeneza mapungufu ya imani yenu. Huyu ni ndugu Paulo, ni mtume aliyepewa wazifa wa kuwa anatembelea makanisa. Na alipata neema ya kusimamisha makanisa mengi. Na huyu mtume hakika ni yeye aliyefungua kanisa la Tesalonike. Tesalonike unaweza kusikia si hadithi. Tesalonike ni mji mmoja ulio katika nchi ya Ugiriki. Bwana asifiwe. Amen. Tesalonike ni mji mmoja ulio katika nchi ya Ugiriki. Hadi leo Ugiriki upo. Paulo ndiye aliwajenga kwa kuwafundisha. Hadi akasimamisha kanisa, lakini alitambua katika Wakristo wengi wako na mapungufu katika imani. Bwana asifiwe. Na haya mapungufu nitayazungumzia, maana Mungu amenizungumzia kidogo kuhusu mapungufu. Kanisa mingi zinasimama. Kanisa mingi zinaendelea kuabudu. Kanisa mingi zinamuomba Mungu. Lakini kwa masuala ya imani bado wanazima. Bwana asifiwe. Na kuwa na mapungufu husababisha vitu mingi katika imani. Mapungufu ya imani husababishwa kushindwa kuendelea. Mapungufu ya imani huleta hata uasi. Maana ni vitu liingia ndani haujavielewa vizuri. Bwana asifiwe. Ni vitu na sadiki lakini hauna uhakika. Maana imani nitaifasiria kidogo, nitawasukuma kwa andiko linalozungumzia mambo ya imani. Imani ni kukubali vitu vilivyoandaliwa na Mungu kuwa ni kweli na vitakuletea faida, na kukubali kuwako kwa Mungu na kumjua vizuri. Bwana asifiwe. Amen. Sasa unakutana na Mungu, watu hawawezi kuelewa vizuri. Na ahadi zake. Naweza Kiswahili kidogo. Ahadi ni mambo ambayo mtu alikuahidia atakupa. Na ahadi za Mungu Wakristo wengi hawaelewi. Sasa inawafanya kuwa kama wamechanganyikiwa.
inawafanya kuwa hawana msimamo, inawafanya kutaka kukamata vya Mungu vituko. Bwana tuhurumie. Kama ninasema kitu ya Yakobo, Bwana tuhurumie. Wakristo leo wanajua labda ni saa 2 saa 3 tunapaswa kuanza kanisa, lakini wamoja wanakuja saa 3, wengine saa 4, wengine saa 5, wengine mwile kipindi ya kutoka kumalizia ndio wanatoka, ndio wanaonekana kanisani. Lakini tuambiane kweli, ikiwa ulikuwa unatumika kwa mwajiri, yaani mtu atakulipa kwa kazi uliyofanya. Sasa unaisha zoea, alikwambia saa 2 ndio tutakuwa naanza kazi, unakuja saa 3, mwingine saa 4, mwingine saa 5. Utabaki kwa hiyo kazi. Mwajiri ataamua nini? Lakini ndugu na dada, Wakristo wana uzoefu mbaya sana wa kutaka kumkamata Mungu kama binamu yao. Wanakuja sana na wao ni watumishi wa Yesu, watalipwa mwisho wa kazi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hayo yote ni madhaifu katika imani, ni upungufu. Mkristo anayesimama vizuri, Mkristo anayeelewa ibada ni nini, Mkristo anayeelewa ufalme wa Mungu ni nini, Mkristo anayeelewa faida atakazotoa katika kumwabudu Mungu, kujipanga vizuri na kuwa kwa wakati kwenye kanisa. Hapa nikifanya mtihani, nani kabisa anajikaza zile sababu zilizopanga kwa nakuja, watakao inua vidole ni wachache sana. Bwana tuhurumie. Unasema huruma. Bwana tuhurumie.